mimi nimalize kazi kabisa mapema hivi niko hai. Mimi ndo Msumeno mkata nondo. Haya maji acha nitakunywa baadaye. Nimefurahi sana mwanangu. Unajua tajiri, hakuna siku ambayo nilikurespect kama leo. Sio, umeelewa? Kwa sababu haiwezekani kama mtu na akili zako timamu ukaruhusu mwanao aende kuwa kwenye ile nyumba. Umeelewa tajiri? Umeona mimi? Mimi Matumbi lakini nina makalama yangu. Nina makalama from Kilwa. Mimi nilivyoingia tu nilivyoangalia yule mzee. Uje nina maono. Nikamwona yule mzee Mwanga. Yule mzee Mwanga, bonge la mchai, bonge la gwiji. Sio maneno tajiri. Kwa hiyo wewe kuzuia mtoto wako kutokuoa pale ni safi kabisa. Jonjo. Mimi ndio maana huwa nakuelewa sana. Huwa nakuelewa sana. Unajua mara nyingi sana vijana sasa hivi bwana tajiri, wanapotaka kuoa huona wanakurupuka. Kwa unapokurupuka baada ya kupata mke mwema unapata shetani. Nyumbani tunaletea balaa. Unapotaka kuoa, zamani sisi wazee walikuwa wana kama muda wa mwaka unakuwa wanamfuatilia yule binti, wanamwangalia uko wao uko vipi, unaishi vipi, kuna mwizi, kuna tabia mbaya, wavivu, tunaangalia. Tukisha gundua kwamba ile familia iko sahihi, ndio mzee msisiri mimi simuelewi Mwanga tajiri bwana, pale kijana asioe. Pale kijana asioe kabisa. Alafu tajiri, samahani kidogo. Hivi tajiri, hakuna sehemu labda unayojua wewe unayoifahamu hapa mjini kwamba hiyo sehemu labda unaweza ukachukua zambi zako ukanipa mimi, alafu sababu zangu nikakupatia? Yaani mimi nataka nibaki na zambi zako lukuki, alafu wewe sababu zangu ishi nazo. Una adui. Mimi nibaki tu na zambi. Unaongea sana tajiri. Unaongea sana. Una adui. Tajiri bwana, una adui. Yaani wewe ukifa, nitaoza mimi nilobaki huko. Utapata wapi marumburumbu? Mimi naongea sana. Vipi Zai? Poa. Sauti baba. Wala sio salama. Kwa nini sio salama? Hali ya kuwa pia nilishakueleza kwamba mimi na wewe kukutana ni mpaka pale ambapo wazazi wangu wataleta barua kwenu. Na kwa nini imekuwa ghafla sana? Ni kitu gani ambacho kilicho kusababisha ukaweza kuniita hapa? Mimi naona basi hilo swala la ndoa litoe kabisa katika akili yako. Kwa sababu kuna changamoto. Mzazi wako hanihitaji mimi. Na leo amekuja nyumbani. Walikuwa wanaongea kwa sauti kubwa sana na baba yangu. Nikimaanisha kwamba walikuwa wanabwatizana. Wanagombana. Sasa mimi naona kama imeshakuwa ngumu kwetu. Na kuomba tu kila mtu abaki na maisha yake kwa amani, kwa sababu mimi siwezi kugombana na familia yangu kwa ajili yako, na wewe pia naomba usigombane na familia yako kwa ajili yangu. Zai, unajua ni mwanamke ambaye ninakupenda sana,
na katika maisha yangu sijamfikiria mtu yote zaidi yako, na katika kila jambo basi kunakuwa kuna changamoto yake, hasa katika mahusiano. Na usione wazazi wanaishi basi ujue kuna mambo mengi ambayo wameyapitia. Najua changamoto ni wazazi wetu, lakini sio sisi. Nikuondoe hofu, kwa kuwa nimeridhia kuwa na wewe, basi kila kitu kitakuwa sawa. Hapana basi, mimi siwezi. Kwa sababu kwanza nitakuwa sina amani. Babako anitaki. Mimi nitaishi vipi? Kuna leo, kuna kesho. Je, nimepata tatizo mimi? Labda nikuondoe hofu. Mimi ni mwanaume na mpaka nimeamua kuwa na wewe, na nahitaji kuwa na wewe katika kisheria, si mradi tu, si mahusiano tu. Nahitaji uwe mke, na nimemaanisha katika hilo. Zai, kuwa mstahimilivu ili ule mbele. Nakupenda sana na jaribu kuniamini. Mimi ni mtu sahihi sana kwako. Nadhani utakuwa umenielewa. Sawa, nakuamini. Halafu una kucha ndefu. Na nilijua tu lazima utakuwa na kucha ndefu. Wewe ni mvivu kukata. Kawaida. Ndio maana nikaa nimeshaandaa kiwembe. Ina maana umekuja na kiwembe kwa ajili ya kuweza kukata kucha zangu? Okay. Unajua usafi ni muhimu sana. Aswa kucha kwa sababu mkono unalia chakula. Mbona hivyo? Kwani unahofia nini? Naona umekuja chumbani na nguo chache. Kuna nini? Kitu cha kawaida mwanangu. Kwani kipi cha ajabu hapa? Mama, unajua hapa kama atatokea baba itakuwa ni hatari sana. Afa kitukuta hali kama hii, unafikiri baba atanijengea picha gani? Hamna mwanangu. Jali hisia zangu. Afu mimi damu bado inachemka. Umeshazipata kucha? Ndiyo baba. Ziko wapi? Basi ushamaliza kazi.
Si umenikabidhi? Ushamaliza kazi, jiandae mama kuingia kwenye ndoa sasa. Kweli baba? Niachie mimi. Asante babangu. Nashukuru sana kupata mtoto msikilivu. Zai, unanisikiliza mimi? Mungu we. Asante Mungu. Hai, acha nikashughulike sasa. Na mimi naenda kwenye kazi sasa, naenda kuanza kazi. Kile yule ni mtoto. Tembo ashitu na mkunga wake. Nafikiri unajua jinsi napopenda wanangu. Nisingependa kaingia kwenye familia ambayo mimi siipendi. Na kama akihitaji mwanamke, mimi nitamtafutia. Yule mwanamke hafai. Pamoja na hayo, yule ni mtoto na wewe ndio baba, una maamuzi yoyote. Unaweza ukamwambia na kusikiliza. Karibu. Oho. Sherehe. Shemlaki. Karibu. Asante, Maria. Sawa. Kwema kabisa. Karibu. Asante. Tajiri. Una adui. Ndio. Kwema. Kuna chapwa mzima mwingi. Karibu. Si mmoja tu kama Mr. T. Chapwa. Shem bwana nipo. Kama uko jikoni huko basi isabia kwa ndugu yako nipo. Sawa. Hapa kula. Story. Unaona na shagali tu bila kula. Sasa tajiri, mimi naomba ngamia hapa. Hai. Nataka kujua ukija. Na maongezi tuonane bwana. Au sio? Maongezi ni kuangalia mbavuni kama umeniona. Atala tajiri unaangalia. Mambo mengine vipi? Lazima nafresha. Sasa mimi hata nyumbani ujue sijafika. Ghafla naanza kupokea simu yako. Nikaona niitikie wito. Kuliko ni tena boss. Jioni ukitaka kwangu mimi kuhusiana na safari tunaenda ile. Kwa yule mzee? Mimi ndugu yangu kichwa kinaniuma sana. Nawaza tufanye vipi ili tuweze kufanya watu wasioa. Akia Mungu. Usicheke lijonjo ili kidogo mimi kichwa changu hakiko sawa. Tajiri. Sio kama nakucheka kana kwamba nimekudharau. Au sio kwamba nacheka nimepuuzia iko unachokiongea. Hapana. Ila tajiri yangu, kuna wakati roho mbaya inahitajika ili maisha mengine yaendelee. Na ifikie hatua hapo ulipo. Mtoto kama anakunyea kiganja, usiangai tena kukifuta. Unakata mkono, unatupa kule. Unamaanisha nini kusema hivi? Wala, namaanisha hivi. Mchuzi wa mbwa watu wanakunywa wakati angali wa moto. Ukipoa tajiri yangu, ukiambiwa unywe, hata wewe huwezi kunywa. Kuna namna ya kufanya. Alafu kingine, wewe ni mtu na magenge yako bwana mjini hapa. Ukiacha hiyo bali za magenge, una wale watu wako mimi napendaga kuwaitaga. Wewe una majambazi yako. Napendaga kuwaitaga hivyo. Kama yule Msela Kieleni. Yule kijana wangu. Tuna uwezo kwenda kufanya hii kazi taratibu taratibu na maisha mengine yakaendelea. Na namna sahihi ya kumkomesha yule mzee, lazima afe mtu. Ila kwenye kifo tusimchagulie mtu anakufa kifo gani. Vyovyote atakapokufa muuaji atakavyoamua ni sawa tu. Ila ili tufunge mdomo wa yule mzee, pepe mambo yakae kwenye mstari kwenye rula, mwanawe afa. Wanashamaliza kazi sasa. Sasa nikusikia. Niko na gari, niandae twende. Basa tajiri mimi niko nje. Sio huko baba. Sio kwako hapa.
Ulondo. Kusikiliza boss. Kuna kazi nataka kukupatia. Tanzania yule Zai, binti wa mzee Msisini. Nampata vizuri. Namfahamu boss, kuna tatizo?